Afrika Mashariki imewahi kushuhudia majanga mazito yaliyosababishwa na makosa yale yale kwa nyakati tofauti. Leo nitakuletea simulizi 5 za kusisimua kuhusu matukio pacha yaliyotikisa mataifa mawili jirani, Kenya na Tanzania. Majanga yaliyobadilisha historia, yakaacha makovu mioyoni mwa mamilioni ya watu na kuacha swali moja kubwa: je, mwanadamu amejifunza kitu? Tega sikio kuanzia mwanzo hadi mwisho, na hakikisha unasubiri hadi namba 5, kwa sababu hapo ndipo utakaposhangaa jinsi hatari inavyoweza kujificha kwenye kivuli cha utajiri wa haraka. Twende kazi. Ilikuwa asubuhi ya tarehe 29 Aprili mwaka 1994. Kule Mombasa, Kenya, anga lilikuwa safi. Mamia ya wafanyakazi na wanafunzi walikuwa wamejazana kwenye kivuko cha MV Mtongwe, wakiwahi makazini na mashuleni. Chombo hicho kilikuwa na uwezo wa kubeba watu 150 tu, lakini asubuhi hiyo zaidi ya watu 400 walisogamana ndani yake. Mita 40 tu kabla ya kufika nchi kavu, kivuko kilielemewa, kikayumba, na ndani ya sekunde chache kikapinduka. Sauti za vilio zilizama chini ya maji. Watu 272 walipoteza maisha asubuhi hiyo. Miaka miwili tu baadaye, laana hiyo hiyo ilivuka mpaka na kuingia Tanzania. Tarehe 21 Mei 1996, meli ya MV Bukoba ilikuwa ikikaribia bandari ya Mwanza ikitokea Bukoba. Kama ilivyokuwa nchini Kenya, uzembe ule ule wa kujaza abiria kupita kiasi ulitawala. Ikiwa imebaki kilomita chache tu kufika Gatini, MV Bukoba iliyumba, ikashindwa kurudi na kupinduka juu chini. Abiria mamia walinaswa ndani ya chombo hicho wakipigania hewa. Zaidi ya watu 800 walipoteza maisha. Maji yaliyopaswa kuwa njia ya maisha yakawa makaburi. Kutoka kwenye maji, sasa tunahamia kwenye reli za chuma. Safari hii ni usiku wa giza mnene, tarehe 30 Januari 1993 nchini Kenya. Treni ya abiria ilikuwa ikitembea kwa kasi kuelekea Mombasa. Haikujua kuwa mbele yake, katika eneo la Mtito Andei, daraja lilikuwa limesombwa na mafuriko ya ghafla. Treni ilipotumbukia gizani, mabehewa yalianguka mtoni kama kete za dhumna. Watu 140 walipoteza maisha, wengi wao wakisombwa na maji ya dhoruba. Tanzania nayo ikaja kushuhudia ajali mbaya zaidi ya reli katika historia ya Afrika nzima. Mnamo tarehe 24 Juni mwaka 2002, treni ya abiria iliyobeba maelfu ya watu ilikuwa ikipanda mlima mkali kuelekea stesheni ya Igandu mkoani Dodoma. Ghafla breki zilifeli. Treni ilianza kurudi nyuma yenyewe kwa kasi ya kutisha, ikitelemka mlimani. Chini ya mlima huo iligongana uso kwa uso na treni ya mizigo. Chuma kilisagana na chuma, mabehewa yalibonyea kama karatasi. Watu 281 walipoteza maisha papo hapo. Siku hiyo vilio vya Dodoma vilisikika dunia nzima. Kutoka kwenye reli sasa tunaangazia maafa ya mabomu. Tarehe 7 Agosti mwaka 1998. Hii ni siku ambayo Afrika Mashariki haitakaa iwasahau maadui wa amani. Majira ya saa 5:30 asubuhi, mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda ulitekeleza mashambulizi pacha yaliyolenga balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania kwa wakati mmoja. Kule Nairobi, lori lililojaa mabomu lililipuka katikati ya jiji. Jengo la Ufundi House lilisagwa kuwa kifusi. Kioo cha kila jengo ndani ya kilomita kadhaa kiligeuka kuwa silaha ya kukata watu. Watu 213 walikufa na wengine 4,000 walijeruhiwa. Dakika chache tu baadaye, kule Dar es Salaam, Tanzania, mlipuko mwingine kama huo ulitikisa eneo la ubalozi, barabara ya Ali Hassan Mwinyi. Lori la maji lililobeba mabomu lililipuka na kuua watu 11 na kujeruhi wengine 85. Siku hiyo, damu ya Wakenya na Watanzania ilimwagika kwa pamoja, na kanda hii ikajua maana halisi ya ugaidi wa kimataifa.
Ajali ya moto. Hapa ndipo tunapozungumzia utajiri unaogeuka kuwa mauti ndani ya sekunde moja. Ilikuwa tarehe 31 Januari 2009 huko Sachangwan, Kenya. Lori la mafuta lilipinduka barabarani. Badala ya kukimbia, mamia ya wananchi walikimbilia eneo hilo wakiwa na madumu, wakigombea mafuta yaliyokuwa yakimwagika. Ghafla, cheche moja ndogo iliwasha moto. Mlipuko mkubwa ulishika kila mtaa na kila mtu aliyekuwa karibu. Watu 130 waliteketea kwa moto siku hiyo. Je, Tanzania tulijifunza? Miaka 10 baadaye, tarehe 10 Agosti mwaka 2019, mkasa ule ule ulijirudia mkoani Morogoro katika eneo la Msamvu. Lori la mafuta lilipinduka. Vijana wa bodaboda na wananchi walivamia chombo hicho wakichota petroli. Sekunde chache baadaye, mpira mkubwa wa moto ulilipuka na kuwameza watu wote waliokuwa. Ni ajali kubwa ya moto, watu wanaungua. Walipoteza maisha. Watu wanaungua. Msamvu na Sachangwan zikawa alama za majonzi na somo gumu kuhusu thamani ya uhai. Mnamo Novemba 2019, kule West Pokot, Kenya, mvua kubwa ya usiku kucha ilisababisha mlima kumeza vijiji vizima. Maporomoko ya udongo na mawe makubwa yaliwasaga wananchi wakiwa wamelala ndani ya nyumba zao. Watu 72 walipoteza maisha chini ya vifusi vya udongo. Na mnamo Disemba 2023, maafa hayo yalijirudia nchini Tanzania katika mji wa Katesh ulioko chini ya mlima Hana. Mvua za El Nino zilimfanya mlima huo kupasuka na kushusha dhoruba ya matope mazito na miamba ya tani kadhaa. Matope hayo mji mzima asubuhi na mapema, yakasomba nyumba na kuua watu 89. Asili ilionyesha nguvu zake na kuwaacha wanadamu bila nguvu yoyote. Matukio haya matano sio tu takwimu za vifo au ajali kwenye kurasa za magazeti ya kale, bali hizi ni simulizi za damu, machozi na maisha ya watu kama mimi na wewe, waliotoka asubuhi kutafuta riziki na elimu, lakini hawakurudi tena nyumbani. Kenya na Tanzania tumeshiriki furaha ya uhuru, lakini pia tumeshiriki vikombe vya majonzi yanayoshabiana. Swali linabaki kwetu sisi tulio hai leo. Je, tutajifunza kutokana na makosa ya jana, au tutasubiri hadi historia iandike kurasa nyingine ya damu? Kumbuka, maisha ni zawadi ya thamani sana. Ilinde kila sekunde. Kama simulizi hii imekugusa na kukukumbusha kitu kikubwa, tafadhali gonga alama ya like na usubscribe kwenye chaneli hii ya Yembe Online TV ili usipitwe na simulizi zijazo za kihistoria na kiupekee kama hii. Ulikuwa nami tangu mwanzo wa simulizi hii hadi mwisho. Asante kwa muda wako na tukutane kwenye video ijayo. Kwa heri.